الناس ملك الناس إله الناس قدم نبيا على سائر الناس أشهد أن لا إله إلا الله شهادة ندخرها إلى يوم مبعوث له الناس وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الناس الأبرارة الأكياس هو الذي أسرى ساد الورى بلم ترى حين افترى عظم الورى وهو المجل الورى إلى الورى صل اللهم سلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه. Ndugu zangu katika iman, kwanza kabisa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufika eneo kama hili, eneo tukufu. Yanayofanyika humu ni mazuri aloyaridhi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini vile vile mkusanyiko wetu huu si tu kwa ajili ya kushuhudia au kuwaona wale ambao wamefunga ndoa. Hivi ni wamefunga ndoa tayari? Tayari sio? Washafunga ndoa? Kwa hiyo mmeoa. Okay. Si tu kuja kushuhudia hawa waliofunga ndoa. Man jitamaa qaumun fi baitin min buyuti llahi yatluna kitabahu wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakina. Kwanza hapa tayari tuna utulivu, na leo mashekhe zetu hapa wanashambuliwa sana, lakini sio hawa tu. Mashekhe wanapozungumza mambo kama haya, tunahamasishwa na wale ambao bado hatujafanyaje, hatujaoa. Kwa hiyo hawa zile nasaha washazifanyia kazi, si ndio? Bado sisi sasa ambao hatujaoa, wangapi hawajaoa bado hapa na umri wa kuoa umeshafika? Wote safi, sio? Mashaallah. Kwa hiyo na sisi ambao bado, Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuingie katika kheri kama hii. Mimi sitowashambulia sana hawa, lakini kuna jambo ambalo tunapaswa kutambua wote kwa ujumla. Shekhe amesema maneno mazuri sana na ni mazito sana, ambayo hawa wakiyazingatia, sisi tukayafanyia kazi. Manake hawa kazi yao ni kuzingatia, sisi natakiwa tuyafanyie kazi, kwa sababu wengine bado. Lakini hata ukiwa na mmoja pia bado, si tunaambiwa jamani, kuna wapili, watatu na wanne, si ndio? Hawa sasa wanaenda kuyafanyia kazi, hawa wanayazingatia, sisi nitakiwa tuyafanyie kazi vizuri. Haya aliyozungumza Sheikh ni mazuri, kwa hiyo sisi tuendelee kuyafanyia kazi na wengineo ambao watakuwa wameyasikia. Jambo ambalo mimi nataka nizungumze kwa ufupi kidogo ndani ya hizi dakika chache, kuna maneno ya hekima ambayo amenasibishwa nayo Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa ardah. Ali ibn Abi Talib katika mwenendo wake wa maisha yake alichambua kuhusu watu wanne. Kuhusu watu wangapi? Wanne. Tuko pamoja jamani? Kuhusu watu wanne. Akasema rijalun arba'a. Kuna watu, ndani ya watu wamegawanyika katika makundi mangapi? Manne. Ni yapi hayo? Akasema kundi la kwanza sasa, au mtu wa kwanza
Akasema rajulun yadri wa yadri annahu yadri, ni mtu ambaye anafahamu jambo, yani mtu mwenye elimu, mtu mwenye elimu ya masala fulani, lakini si peke yake kuwa na elimu, akawa anajitambua kwamba yeye ana elimu. Tunafahamiana hapo jamani? Anajua kitu na anakijua na anajua kuwa anakijua hicho kitu. Tumefahamiana Kiswahili hapo? Yaani mfano fundi ujenzi, si fundi lakini wakati huo huo si kwamba sisi tu tunamtambua yeye ni fundi, hata yeye anajitambua kwamba yeye ni nani? Ni fundi. Kwa hiyo mtu ana elimu na akawa anajijua kuwa ana elimu, huyu ni mtu wa kwanza. Tukaambiwa na Ali ibn Abi Talib, fadhalika alimun fasaluhu, huyo ni mtu mwenye ujuzi, muulizeni maswali, muulizeni yanayowasibu, muulizeni yanayowapa utata, muulizeni msioyafahamu. Tumefahamiana hapo? Huyo ni mtu wangapi? Wa kwanza. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadhalika alimun fasaluhu, mtu ana elimu na anajijua kuwa ana elimu, yeye binafsi anajijua, basi huyo muulizeni maswali, atawajibuni. Kwa hiyo tukirudi hapa kwa bwana harusi, wakiwa na shida yoyote, wamuulize yule ambaye wanahisi ana elimu ya kutatua lile jambo linalowasibu katika ndoa zao. Lakini wakati wanaenda kumuuliza huyo mtu, wamtambue, wamjue kuwa hata yeye anayefuatwa anajijua kuwa ana elimu juu ya kile anachoenda kuulizwa. Sisi tunafahamiana vizuri hapo bwana harusi, tunafahamiana? Naam. Huyo ni mtu wa kwanza. Mtu wa pili, rajulun yadri wala yadri annahu yadri, ni mtu mwenye elimu, ana ufahamu wa mambo kadha wa kadha, lakin la yadri annahu yadri, yeye hajui kwamba ana elimu. Mmetofautisha kati ya wa kwanza na wa pili? Mmetofautisha? Wa kwanza anajua na anajijua kuwa anajua. Wa pili anajua ila hajijui kwamba anafahamu jambo fulani. Yaani watu tu ndio wanamfahamu, yule kijana amesoma, yule fulani anajua kitu fulani, yule fulani anafahamu kitu fulani, lakini yeye hajijui. Vipi? Huyu pia tumfuate tukamuulize maswali? La. Fadhalika ghafilun fanabbihuhu, tunaambiwa huyo ni mtu aliyejisahau. Mkumbusheni, mzindueni ili arudi katika usawa. Mtu ambaye, kuna watu wana elimu kisawasawa, wamesoma, lakini ni watu tu ndo wanaojua kwamba fulani kasoma, ila yeye mwenyewe hajijui kwamba ana elimu hiyo wanayoisema watu. Sisi tunafahamiana jamani hapo?